Unajua hii Kasongo aliniudhi kwa uongo. Anaangalia watu namna hii anasema within 4 months hii barabara itakuwa imeanza na hakuna budget. Anajua ni wewe. Unajua mimi tulitembea na yeye mpaka nikaanza kuipinga. Getting elected as president is about political mobilization. Many people may want to spend a lot of time in hotels and boardrooms. Wale ambao wanasema eti I'm technocratic au not campaign, tukutane kwa kiwanja. Unajua mimi naona watu wako na mastori mingi. Ati unafikiri ukiweka picha. Sasa nikiji hakuna mbaya ya watu kuzungumza. Wacha watu wazungumze. Mumesikia hiyo maneno ama bado hajafika huko kwenu? Lakini uongo. Ladies and gentlemen, welcome back to Vicky D Class 254M. So guys, subscribe, like, comment, and share this drama. Unajua hii Kasongo aliniudhi kwa uongo. Anaangalia watu namna hii anasema within 4 months hii barabara itakuwa imeanza na hakuna budget. Anajua ni wewe. Unajua mimi tulitembea na yeye mpaka nikaanza kuipinga. Kwa sababu mimi ni mtu ya kusikiza ground. Sasa watu wanauliza wewe unakuja na yeye rais mtaranya kwa nini? Sasa mimi nitajitoa namna gani? Jana Meru. Kosi nimekuwa hapa ameona vile nimekaribishwa. Amekimbia hapa na ile ameenda juu ya gari. Anaangalia Wameru anasema ati yeye ni Meru. Sasa Wameru wanamwangalia wanauliza huyu mtu amesema mambo ya barabara. Amesema Meru itakuwa city. Amesema ataleta stima. Kama anatudanganya ati yeye ni Meru, hii kile tunaweza amini? Waswahili wanasema kuuliza si ujinga, bali ni kutaka kujua. So ask. Arambe! Tumesikizana watu wa Kajiado. Tumesikizana. Kasongo ni wapi? Kasongo. 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 Makosa tu ulifanya moja. Maneno hatutaki upuzi. Utajua na sisi ni wanaume, ushenzi pia hatutaki. Haya ni mambo yako. Sisi ni wangwana, sisi sio washenzi. Wacha kulalamika. Na hata sisi ushenzi hatupendi. Endelea na hiyo. Endelea na hiyo. Semeni tik. Usifikirie sababu unakimbiza watu hapa na polisi. Havana. Really? Sio mimi. I will not agree. Ati tutakuogopa sababu uko na mapolisi. Leta wote, utashika sisi wote. Kama utatukula, tutoshe kwa hiyo tumbo yako. Tukule na atusarudishi. Hiyo ni kubemba ufala. Sasa nyinyi wangwana si tuheshimiane kidogo. Mimi sina sauti katika hii Kenya. Mimi ni mtu ya kusikiza ground. Kama wewe ni mtu mjinga, huna sera, huna mpango, huna agenda, hata akili huna. Huyu Kasongo tunamjua. Tunamjua? We must stop making peace with Huyu Kasongo sijui analala saa ngapi. Ruto ni fire si fire. William Ruto ni moto si moto. Ali. Akinisikia halali. Hii jamani na msukuma. Ni msukume. Ni msukume. Ni msukume. Aende asiende. You are dreaming. Biblia inasema ukikuwa mwaminifu kwa kidogo basi unaongezewa. Sasa mimi nitaongeza namna gani? Lakini uongo. That man lies without blinking. Amekuangalia tu namna hiyo na kudanganya. Tangu nizaliwe I've never come across such a liar in my entire life. Na ilifika pahali mimi nikaona siwezani naye. Siwezi. Mumesikia hiyo maneno ama bado hajafika huko kwenu? Imefika? Na mbona hamsemi?
elected as president is about political mobilization. Many people may want to spend a lot of time in hotels and boardrooms discussing theories. I am a very experienced politician who have delivered 2 presidents to this country. And I know how to make a president. There is no president you'll make in a boardroom. Presidents are made in the field. Wale ambao wanasema technocratic au not campaign, tukutane kwa kiwanja. Najua mimi naona watu wako na mastori mingi. Ati unafikiri ukiweka picha ya mtu ate kwa social media he can be president. Ati unaweka picha the 6th. That cannot make you president. You must go out there and mobilize numbers. I will wear my sketchers and I will go to every village in this country, talking to Kenyans and seeking their vote and their support so that we can change our country. Sasa wewe ukijisubua bure uweke pressure yako, utakufa kama takataka. Sasa nikiji hakuna mbaya watu kuzungumza. Wacha watu wazungumze. Hata kama wewe hutaki kusikia maneno yangu, lakini sikiza tu. Prime Minister, my brother, hatukatai salamu, hatukatai maongeo. We fear you. The reason ulikuja unakapata na mtoto wetu Uhuru Kenyatta alikuwa mtu mzuri. Alitupenda. Alitufanyia kazi. Mliposhikana na yeye akageuka. Sisi hatutaki nusu mkati. Mkati gani? Mkati gani? Mimi sitaki kuwa naibu wa rais. Sitaki kuwa waziri mkuu. Yale yote mimi nishakuwa. Mimi sina haja. Weka pole pole, usiseme ati sisi hatutaki, wanataka mtu mkati, ameongea na Ruto, Ruto amemwambia nini? Mimi nikutana na Ruto lini? If you assure us hakuna kitu kitafanyika kwa rais wetu mkipatana muendelee. Lakini sisi katika area hii tunaogopa. Hakuna mwenda wazimu. Hakuna mtu anaweza kujitokeza na kwenda barabarani kufanya maandamano kama hakuna shida. Hii katiba tuko naye ililetwa na maandamano. Wakenya wanajitokeza kama hawezi kukubaliana. And that is why we allowed you and your people to do it. But what you did was not demonstration. Ilikuwa ni kuharibu mali ya Wakenya. Ilikuwa ni ukopora mali ya Wakenya. Ilikuwa ni wizi ya mali ya watu ya Kenya. Ilikuwa ni kupiga polisi na mawe. Those were not demonstrations. That was theft. It was looting. It was destruction of property. That cannot be allowed in this republic. Hizi tumetuma Kimani Ichung'wa, wewe umetuma Kalonzo waendelee. Piga tu kelele kutoka asubuhi alafu muende nyumbani, no problem. Lakini kuuza mali ya mtu, hasa hata kama mnataka kuharibu ya Wakenya, muharibu kwenu. Ubaguzi ya kikabila ambayo mnajaribu kuleta hapa, mwache hiyo. Kenya ni moja. Sisi zote ni Wakenya. Wewe umejulikana kwa kupigania haki ya Wakenya wale wanyonge. Ningekuuliza kwa heshima, uige baba yako. Pigania mashamba ya Mau Mau. Na wale ambao wako na hiyo mashamba unawajua ni marafiki zako. We cannot hand over to people hawana mpango. Ati mpango yao Ruto must go. Sasa Ruto must go itakusaidia na nini? Acha nikwambie Kasongo. Umefanya mzuri kukubali utashindwa. Hapo umepata. Si ndio? Pahali umeangukia Kasongo. There is no provision of handing over in the Kenya Constitution. What there is assumption of office. Hatuhitaji wewe kwa rais mpya ambaye atachaguliwa na Wakenya kuchukua ofisi. Kasongo aende asiende? Wanaongea na kisirani mingi sana. Ni kama sijui nani aliwakosea. Na kama wako na kisirani na mimi, wawachane na Wakenya wakuje tukutane kando huko. Ama namna gani? Nitawamalizia pale kando wao watu. Yangu ni kuhakikisha ya kwamba wale ambao wataendelea hawatakuwa watu ya kunyanyasa na kuibia wananchi. Na sisi tunasema tukifukuza Kasongo tunaua nyoka pamoja na mayai. Endelea na hiyo. Rudia tena, endelea na hiyo. Semeni tik. Ai. Harambee! Wewe Ruto! Wewe Kasongo! Wewe Kaongo! Wewe Zakayo! Wewe mwizi! Wewe muuaji! Wewe mpora nchi! Harambee! Kasongo aende asiende?
Kasongo aende asiende? Atembee asitembee? Wangapi anasema Kasongo aende, Kasongo aende, Kasongo aende, Kasongo? Harambee! Kasongo ni kufinish kuma? Kasongo ni kufinish kuma? Kasongo ni kufinish kuma? Sasa nataka kuuliza, muniunge mkono nisimame rais nifukuza huyu Kasongo. You are dreaming. God have mercy upon us. Harambee! Harambee! Wangapi wanasema Rigiji apigania kiti ya urais? Ya mtu mwingine kumbafu. Mimi sina mengi ya kusema. Najua mimi sasa siku hizi mimi sina mastori mingi. Mimi naangalianga tu TV. na kusikia radio tu, tutakuwa tukicheka na yeye. Sasa namuogopa kwa sababu najua amepandishwa cheo. Anaweza kufunga maombi huko juu, so mimi nitakuwa namuangalia sasa kutoka kwa mbali. Ai. Mimi nataka kumwambia watu wangu nikiwa kiongozi wenu hapa Mlima, rais ni mwizi ya kuku na mang'ombe. Alikuwa anaibia Uhuru Kenyatta. CBD yenu itaibiwa. Mwadhani Agosho. Mwadhani Agosho, Bwana asifiwe. Anasifiwa na nini? God have mercy upon Mwizi wewe. Hawa waongo wanaua watu. Anakuja kuwaua watu alafu akuje kanisani. Apewe maiki bishop akae chini. Muongo asimame hapa aongee mambo ya Mwadhani Agosho. Mimi inata iwe. Nikuone hapa siku moja. Mama. Nitapiga gita masaa 6. Paka utoke uende. Havana. Sio mimi. We. One time. Yaani amusikii kitu kingine. Ground inasemaje? We. We. Msiwache waniletee kisirani hapa ni waue na mimi ni walaani. Kameraman nionyesha hawa. Ati mmesemaje? Gai. Lakini saa ingine nyinyi hata nyinyi mko na vituko. Amsikii mnavunja miguu. Amsikii mtavunja miguu. Askari apigwe risasi miguu. Kama gani? Askari apigwe risasi miguu. Wasafiri waende mbinguni. Yes. Where are you going now? Where are you going now? Polisi. Polisi. Where? Ule askari. Mtu kama huyo apigwe risasi miguu. Kama wasafiri waende mbinguni. Bado. Askari wakisia hapa mkute water station hatutaki ujinga. Ashughulikiwe aende hospitali akienda kotini. What kind of human being is this? Look at my face. Like I could have killed a lot of people. Sai ukitembea wewe ni security kiwewe. Tembea na mama. Hatutaki mchezo. Na mimi nikikasirika na kuanga muluya. Nitakupiga kofi toka hapa. Let me give you another hint that if you thought it's only humans who elect members of parliament and have a legislative body, I invite you to go to Naivasha and you will find a phenomenon called the baboon, where baboons meet regularly at a particular place, at a particular time, and they discuss their legislative issues. My lord, I wonder. My good friends at the Kenya Power and Lighting Company, niliwapatia amri ya kwamba go and veto a whole.
Gachagua, wacha nikuambie, sikuogopi. Hakuna wasiwasi. Uko na chuki ambayo huwezi kuacha. Kwani iko nini? Gachagua nyapo viboko. Alafu nyongo ya asubuhi. That will not happen in Kenya. Nefu. Nyinyi mnyamaze, mkimie, muombe na muweke kura. Kazi ya kusukuma Ruto State House ni yetu wapi ya mlima. Tuko na kura milioni 6 na yote tutapatia yeye. A few moments later. Wewe Ruto, wewe Kasongo, wewe Arap Mashamba, wewe muongo, wewe mwizi, wewe Kasongo. Ruto ni fire si fire. William Ruto ni moto si moto. William Ruto ni noma si noma. Wacha nione tu utamu ya William Ruto. Mbwekse, 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 mbwekse. Vijana hui. Ni mbwekse si mbwekse. Ni mbwekse si mbwekse. Mumesikia hiyo maneno ama bado haijafika huko kwenu? Lakini uongo. That man lies without blinking. Amekuangalia tu na mnaia na kudanganya. Tangu nizaliwe, I've never come across such a liar in my entire life. Umefika? Na mbona hamsemi? Huyu Kasongo tunamjua. Awache kujifanya Zakayo. Kuna mazakayo real ka sisi. Na sisi hivyo venye ameibia wa Kenya. Anajiita Zakayo the tax collector. Tunadai airudishe. We are the real Zakayo. Kawe uwezi ukatusaidia. Sawe urezo tunakuambia juu ni si ndio tulikuweka hapo. Sika Gen Z tunakukamia juu. Alafu usipofanya venye tunadai. Unatisha sisi nini? Chunga sana. Kina Rao wako hapo. Hawa nitawakalia ngumu. Ukipatiwa Ruto 2027 na Rigiji utachagua nani? Ukipatiwa Ruto na Kalonzo 2027 utachagua nani? Ukipatiwa Ruto na Wamalwa 2027 utachagua nani? Na ukipatiwa Ruto na Kondoo 2027 utachagua nani? Hawa ni one time. Arambe. Anaonekana kwa street ya US akitembea bila bodyguard. Hapa Kenya mnaona akitembea kwa street yote bila bodyguard. Bado. Anatembea na watu wangapi na motorcade ngapi? Kwa hivyo pia lazima tutamulika, si ndio? Kenya si African country. Sisi hapa hamna mtu anapiga mwingine, si ndio? Mbona aenda kutembea huko free? Yani anaamini wa Amerika kuliko wa Kenya. This is very bad, si ndio? So we are asking the president of Kenya, akikuja Kenya, aache moto kidibali, atembee free. Kenya hakuna matata, si ndio? Si Kenya hakuna matata? Kenya inchi yetu haina matata. Kenya inchi yetu haina matata. Kenya tunayoipenda haina matata. Hakuna matata. So president ukirudi Kenya, tembea kwa street za Kenya bila hata security, hata bodyguard, hata Faruku asikuwe karibu na wewe. Sio mambo yako sawa? Hebu angalieni double speak. Yani huyu muungwana Ruto amekuwa mtu wa ajabu. Anajua kudanganya hata wazungu. Menda na wadanganya. Anaambia kule Sudan tunataka human rights ziheshimike South Sudan. Hatutaki wanawake wasumbuliwe kule. Hatutaki mauaji. Hatutaki mambo ya gunism in Africa, in Sudan na huku nyumbani. Tunajua kwamba kikundi cha RSF hata huenda, and we are investigating this matter positively, quickly, huenda pengine wao wanapatiwa silaha za watu wa Kenya waende wakapigane nazo Sudan. Tunajua kwamba dhahabu inayotolewa Darfur inapitia hapa uwanja wetu wa ndege Jomo Kenyatta International Airport kupelekwa Uarabuni, and they change the rules of origin, ionekana kama ni dhahabu ya Kenya. Na ni dhahabu inatoka Sudan,
hiyo inaitwa blood diamonds, blood gold. Kwa hiyo mambo hayo ni ajabu ya serikali hii. Kuna kila sababu wapelekwe nyumbani. Huyu mtu unajua ameenda pale United Nations General Assembly. Na kuitwa tu watu wote wameamuka. Wameenda, amebaki na watu kama 10. Kwa sababu amejulikana dunia nzima ni mtu ya nini? He is preaching water and drinking wine. Akiwa pale anakashifu mambo yanafanyika Sudan. Na yeye ndiye mwenye kupeana bunduki ya kuua wamama na watoto Sudan. Anajifanya at what is happening is wrong. Anasimama pale abductions in Haiti when he is a chief abductor. Anaweza kusema hataki criminal gangs in Haiti. Criminal gangs yeye ndiye mwenye kupanga hapa Nairobi akiwa na gavana. Sasa wazungu wanaangalia wametoka. Ile watu wamebeba waziri moja ile ya kuuza madawa ya kulevya anakula karanga, asikiza uongo. Mlimuona huyu waziri? Anakula nini? Hata yeye amechoka na uongo. Sasa huyu mtu amekula. Wazungu wanatuliza hii uongo kwa watu. I am increasingly getting very worried about the mental health of our president. I'm very worried. Because you cannot have a president do things that even a drunken man cannot do. Hakuna mtu hata mtoto wa shule ya msingi anayeweza kutangaza kwamba mtu amekufa kama jamii yake haijajulishwa. And that is why I say I am getting very worried about the mental health of our president. Na kuna vitu viwili Mheshimiwa Seki nimegundua. Tumekuwa tukidanganywa kuhusu William Ruto. Na ndio sababu hawa viongozi lazima waungane ili wamtoe. Moja, tumeambiwa hajawahi kunywa pombe katika maisha yake. Mimi siamini. Maneno yale yanasema siku hizi kama hajaanza ulevi basi kuna kitu ambacho hakiende vizuri katika akili yake. Pili, tumeambiwa ati amesoma, yeye amekuwa amesema amesoma mpaka sasa, ati amesoma kuliko marais wengine wale waliomtangulia. Lakini juzi amesema alipoita walimu akasema, unajua ukitaka kufaulu unachagua naibu wako ambaye amesoma kukushinda. Now we do not have a professorial degree in this country. Professor Kidiki's degree, the highest, is a PhD. Hiyo ya Ruto pia ni PhD. Kama basi ya Kithure Kindiki iko juu ya William Ruto, the only conclusion is that William Ruto's PhD is a fake degree. And that is another thing that we have discovered. And we want to tell him, even if he went to school, but even people who do not go to school cannot do things that he's doing. Ameenda juzi kule Eritrea, sijui Eritrea ama Ethiopia, ati anadanganya bila kuona aibu. Ati Wakenya walikutana wakaamua watachanga ili wajengee maskini nyumba, akijua ni uongo. Mimi naogopa sana hali ya afya ya kiakili ya rais wetu. Na nimemkataza na sitamkubalia. Na mimi najua anatengeneza mahwirubaru mingi sana. Tunajua hata kwa upinzani amepanga atume watu yake wagawanye United Opposition. Hatutakubalia yeye kwa sababu tukigawanyika atatuweza. Huyu William Ruto yeye amefikisha Wakenya mwisho. Tumeona marais kutoka kwa Kenyatta, hayati Moi, Kibaki, Uhuru Kenyatta, lakini yule rais ambaye ako katika historia ya Kenya ya kuua watoto wetu, ya kuwapiga risasi, ya kuwanyonga na kuwarusha kwa mitoni ni William Samoei Ruto. Na nyinyi mumeona hata jana ameenda kule USA kuongelesha viongozi wa kimataifa, international leaders,
wakati alianza kusoma speech yake, presidents karibu 88 wakatoka kwa mkutano wakasema huyu muuaji haezi tuhudhuria hapo kule US. Sasa nyinyi watu wa Kenya, sisi tumekubaliana kutoka kule Kakamega kwamba huyu mtu ni one term. Hapa Murang'a mnasemaje? Mumehakikisha? Lakini mkitaka William Ruto aende nyumbani, ni lazima mumutafutie mwanaume ambaye anatosha kumpeleka nyumbani. Mkimpelekea hao watu wa kawaida hawa, William Ruto atanunua hao watu na William Ruto atarudi 2 term. Sisi tunasema ni lazima mupatie William Ruto mwanaume. Na sisi Waluya tumepima hao watu kwa ratili. Tumeangalia yule mtu ambaye hako na nguvu ya kutoa William Ruto ni huyu Rigathi Gachagua. Mukitaka mwanaume wa kupeleka William Ruto mbio ni huyu Rigathi. Ule Mungu alitembelea Malawi, president wao akaenda 1 term. Tunaomba huyo Mungu atembelee Kenya, Ruto aende term moja. Hapo ni sawa? Jambo la pili, Rais William Ruto amekuwa rais mjeuri sana. Anaenda kule UN General Assembly kutangaza kuna askari amekufa, na huyo askari hata familia yake haijaambiwa. Si amekosa heshima? Si amekosa heshima? You are the most insensitive and undiplomatic president that Kenya has ever had. The only solution, William Ruto must go. William Ruto must go. SHA imekataa kufanya kazi, ndio ifanye kazi. Lazima William Ruto aende ili masomo yetu irudi vile inafaa kuwa. William Ruto must. Tumwire wewe William Ruto, tunakufahamu, tunakuelewa sana tena sana, kwamba wewe uliona vile Rigiji ameanza kutengeneza bei za kahawa na majani chai, ukaona kwamba sisi tutapata utajiri, na wewe ulitaka ututawale tusiwe na chochote, ili tuwe tunakuja kwako kukuombaomba ili uendelee kutudharau, kutuita ombaomba. Ukaona Rigiji anamalizia pombe haramu huku mlimani, wewe ukaamua, ukaona vijana wetu wakiachana na pombe watafanya kazi ya kuwafaidi na sisi tutatajirika. Na kwa sababu unatuchukia ukamtoa Rigiji. Sasa tunataka tukwambie, kwa sababu unasema wewe ni Mkristo, manake anasema tu, tunajua ni kusema tu. Wewe usome uone vile Ishmael alipofukuzwa na Ibrahimu, vile Mungu alimbariki. Sasa uliyefukuza ambaye ni Rigiji ndiye huyu sasa. Wananchi wote wanataka aje akungatue kutoka hicho kiti. Wewe William Ruto, siku ile ulikuwa msukumo na mtu anaitwa Uhuru Kenyatta, ulikuwa unazunguka hapa ukilia, ukibwaga machozi na makamasi yote ikiandamana, ukitafuta mwanaume kabisa ya kusimama na wewe. Mwanaume alisimama na wewe. Wewe William Ruto ni huyu mtu anaitwa Rigathi Gachagua. Ndio kana tiguo. Watu walisimama na wewe ni watu wa Kangari, watu wa Murang'a, watu wa Mount Kenya, wakakufanya rais wa Jamhuri ya Kenya. Leo hii unaua watoto wetu. Leo hii unasema tupigwe risasi ya mguu. Wewe William Ruto, kama tunaweza kufanya rais wa Jamhuri ya Kenya, tunaweza kufanya raia wa Jamhuri ya Kenya. Ndio kana tiguo. President William Samoei Ruto, if Somalis can get IDs for free, na ni hao tulikuwa tunasumbuana nao, we respect them very much. Na ni hao tulikuwa tunasumbuana nao hapa juzi social media, wamekanyaga bendera yetu. Kama wanakanyaga bendera yetu, na sisi ndio tunalipa 1050, na wa Somali ni bure. Tell us who are Kenyans between us and Somalis. Who are original Kenyans? Because I can't get it. Mimi nilipa 1050 kukuchagua kama president, kama birthright nilipa 1050. I cannot accept that. Tafadhali ni ubadilishe. I guess wewe ni kama umesahau Kenya, umekosanisha Kenya na Somalia. Tafadhali tuko Kenya, William Samoei Ruto. Somali, wacha wa Somali wafanyiwe ID yao huko Somali bure. Sisi tukikuja hapa Kenya, let IDs zikuwe free. And let me tell you, kama hautafanya hivyo, sisi kama bunge la wananchi Githurai
tutaanza maandamano, and trust me, every single Kenya will support us for that right of having IDs for free. Wana Kenya oye! Wana Kenya oye! Nani hataki ID for free? Nani? Tafadhali wacha nikuambie, hii maandamano yote inaweza kuwa kubwa kuliko ile ya budget. Na usitucheze. Ruto ni fire si fire. William Ruto ni moto si moto. William Ruto ni noma si noma. Wacha nione tu tamu ya William Ruto. Mbwekse. Vijana hoye. Ni mbwekse si mbwekse. Ni mbwekse si mbwekse. Wacha nione mbwekse ya William Ruto jameni. Holy Spirit, Naruto Sasa niwaulize nyinyi watu wa Mombasa, mtu hana mpango. Mimi sina sauti katika hii Kenya. Mimi ni mtu ya kusikiza ground. Hana sera, hana agenda. Mimi hata akili hana. Sasa nimesikia huyu jamaa hi cousins akisema ati sisi hatuna akili. Ni kweli? Kweli, that is true. Ile akili yeye anatafuta sisi hatuna. Hii ya wizi ya kuiba kila kitu Kenya, hiyo akili hatuna. That is true. Hiyo hatuna. Hii ya kupanga uongo. Unajua alikuwa ananiita tukienda mkutano anasema wewe nikikuja wacha tupange maneno ile tutaenda kuambia watu. Anapanga uongo. Tunasikiza anasema hiyo uongo bado tutosha ongeza. Sasa hiyo akili mimi sina. Hiyo sina. Hii anasema ati sisi ni wapumbavu kwa sababu hii maneno ya kuua watoto Gen Z hatuwezani naye. Anasema anataka kuongoza taifa letu. Okay. Mtu pumbavu mshenzi kama huyo anaweza kuendesha taifa ya nani bwana? So ndio anasema hii watu wameshindwa kuua watoto ni wapumbavu. Kuwa na akili si wangekuwa wametuambia ni nini mpango yao? Kumaanisha hawana akili. So kama kushindwa kuua watoto sisi ni wapumbavu, it's okay. Gachagua ndio inakuwa rais ya Kenya. Wewe angalia sura ya Gachagua vile inakaa. Hata Land Rover ya zamani ya DC ni afadhali. Akikuangalia namna hiyo huwezi kuangalia mara ya pili. Oh my God. Unaangalia hapo kando unasema wacha niangalie upande mwingine. Huwezi kuangalia sura mara mbili, I'm telling you. Tunaomba heshima kidogo. Hauna sura. Kama sera huna. Sura huna. Naona mnaingilianga Rigathi Gachagua sana, sijui anafanya nini vya. Rigathi Gachagua is the best deputy president kwa Kenya hii. Hakuna mwingine ambaye patikana hapo na akili kama huyo. Kama hiyo ndio akili, hata mimi sitaki. Na nyingine heri ukae bila akili na usiabduct, na heri ukae bila akili na usiibe mali ya umma, na heri ukae bila akili na ukue mshenzi kabisa na usikosee wa Kenya kwa kuharibu SHA. Unaelewa? Wengine kwa William Ruto tumekubaliana, sisi hatuna akili, sisi brainless, sisi by the way hata sio wa Kenya, sisi hatuko na sisi ni wajinga na hatuna agenda. Hawa wajinga watakufanya watu hawa wajinga watakufanya nini? Hawa watu hawana
akili watamfanya nini? Na si ni one term. Tushakubaliana ni one term. Hata ajinyonge bado ni one term. Hata atusi Gachagua ni one term. Hata atuye pia tuna akili ni one term. William Ruto, you got no escape route. The only thing you can do ni kujifanya hata we one term. Ajifanye one term. Na sio tumemaliza. Mimi ni deputy president wa Kenya. Alafu mtu mwingine anakuja hapa anasema one term. Na ndio uliona hii maneno ya kuua watu ya Gen Z, ulikuwa na mtu hapo CS Interior akakusaidia abduction na kuua watu, ndio ukamuinua akuja kusaidia sasa wizi. Sasa kazi yenu ni pesa ya SHA mnagawanya. Ile mingi nawekwa container pale State House. Hii ingine napatia hii mtu ya Soprano na ndege anazunguka akionga watu. Mbona hawakusema siku ile nyingine? Wenye akili wako naye ni kidogo. Wana kazi yao ni kugawanya. One time mbona imeanza saa hii? Mbona hawakusema siku ile nyingine watu wengine walikuwa kwa viti? Ati saa hii ndio wamepata ulimi wa kusema one time? Hapana. No. Hapana. Ati saa ile tumefikiwa. Saa ile namna hii na mimi tumefikiwa. Alafu saa hii ndio unakuja na ukora wa kusema Mutakubali ati tutoke kwa serikali tuende wapi? Twende tukahangaika huko nje? Hapana, no way. Tumekuja kusikiza ground. Wakisema one term tunawaambia nini? Tunawaambia nini? Hii imeenda bwana. Ate ground inasemaje? Hawa tutawaonyesha kivumbi, watashangaa. Tuendelee na kazi bila break. Kuzurura bila break. Munasema kazi bila break. Ati munasemaje? Kufinish Kuba? Kufinish ku? Ati munasemaje? Kufinish Kuba? Leo ni kufinish Kuba. Kufinish Kuba. Fanya namna hii, one term. One term. One term. One term. No way. 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 Ni fire. Ni two term. Mmesikia hiyo maneno ama bado haijafika huko kwenu? Hawajasikia, ni two term. Imefika? Na mbona hamsemi? Ni two term. Ni two term. Ni two term. Nilikuwa na mwingine alikuwa analalamika hajasoma. Nikaona ataniangusha. Ona huyo Ruto akisema ati amesoma sana. Mimi nimesoma ya kutosha. Hata mimi bado soma. Ni kweli amesoma. Ako na PhD ya uongo. And that is why I have taken on all the difficult assignments. Sindio? Ako na master ya wizi. Havana. Sio mimi. Ako na bachelor's degree ya mauaji. Mmesikia hiyo maneno ama bado haijafika huko kwenu? Imefika? Ako na diploma ya corruption and mismanagement. Endelea na hiyo. Rudia tena. Endelea na hiyo. Semeni tik. Sindio? Simbo. Mimi ni mtu naelewa. Mimi nimezaliwa huko mashinani. Sasa shida ya Kenya mimi naelewa. Now the new pandemic we are dealing with is the pandemic of lies. Ruto ni mkora tu. Yes. So others could have had excuses. I don't have. Don't have time for rap-rousers. Watu wa kuongea maneno tu huko, kudanganya wananchi kujifanya hapa. Comes a time in a nation when we have to do what we must do to transform and change our nation. Kupita hapa kuambia watu ni wanafiki. How come I have no business with those types of people? I keep the company of serious people. I have combined all my predecessors, you know. I have the courage of Jomo. I have the understanding of Moi. I have the education of Kibaki. And I have the plan we shared with Uhuru Kenyatta. I have no excuse than to do everything that needs to be done in this nation. By a liar.
Sisi ndio tumekataa kupigia Nebukadneza magoti. Hii urafiki nimetengeneza na watu wa hapa Mlimani sio urafiki ya miezi, ni urafiki wa miaka. Wametoa wewe kwa roho zao. Niko na ripoti. Wachana na propaganda. Unataka kuongeza kidoda chumvi. Wachana na hekaya za Abu Nuwasi. So wewe usijali. We'll talk about you mpaka tukutoe. Ni nani anasema uongo? Sababu kila siku ni kudanganya watu na kutenga. Na nitatembea hii mlima mpaka mtaniuliza kwani huna mahali pengine pa kwenda. Hiyo mlima ni yetu yote. Inaitwa Mount Kenya. Mtu asituambie mlima, sisi watu wa mlima. Sisi ni watu wa wapi? Hata Kilimanjaro ni mlima wetu wa East Africa. Anakuja kusema ukweli ama uongo? Niko na report ambaye inaonekana kwa ground. Listen to the ground. Nimekuja kusikiza ground. Wakisema one term tunawaambia nini? Tunawaambia nini? Hii imeenda bwana. Ate ground inasemaje? Hawa tutawaonyesha kivumbi, watashangaa. Tuendelee na kazi bila break. Kuzurura bila break. Munasema kazi bila break. Ati munasemaje? Kufinish Kuba? Kufinish ku? Ati munasemaje? Kufinish Kuba? Leo ni kufinish kumalo. Kufinish kumalo. Fanya namna hii, one term. One term. One term. One term. Oh my, kuona inji yenye mtu anaenda term moja. Hawa Ruto wamewachukua wote, hawana akili. Unatulekcha ukiwa nani? Waswahili wanakuambia nyege ni kunyegezana. Enda ukapeane lecture huko kwako. Ati wameitwa pale Karen juzi na huyu mtu anaitwa Mr. Moneybags. Nao wanamuziki walikuja 50, mimi naita wanamuziki 500 wakuje pale Karen. Tujua utafanya nini? Kidiki wito tutige murekia vara kwe maundu mahanikagira mundu. Wamekuwa wasaliti ya jamii. Una lecture mwanamuziki, una lecture mwanasiasa. Wasipoomba msamaha tuache kusikiza nyimbo zao. Ati unasema umeamrisha wananchi wasisikize nyimbo. Unaamrisha kama nani? Deputy President huyu Bonoko ati empowerment, empowerment. Tuheshimiane my friend. Mimi ni mtu ya heshima, lakini my friend, if you come within shooting range, we will deal with you. Ati empowerment, empowerment. Malala na yeye ni mwingine. Malala, fanya heshima. Umekuwa na mdomo wa kutukana watu. Malala, nataka kukwambia tena kwa mara ya pili. Malala, koma kiume na magari uende ukasukume. Hatutaogopa. Lakini mnajua katika msafara wa mamba huwa mburukenge hakosekani. Wameona kwamba ground imetereza, wameanza programs ambazo zinaitwa empowerment programs. Sisi hatutaki nyenyenye. Ukileta nyenyenye. Fimbo. Fimbo. Uwezi kuwa wewe utaninyegeza na mimi sikunyegezi, haitaleta show. Wangenipatia hiyo docket hiyo ya usalama siku 3 peke yake. Wao na shule ni hawaelewani. Mmoja anaitwa Oscar Sudi. Na mtu asikutisha rais. Najua mimi naona ule mtu tulivuguza baada anaongea hapo. Nilisikia mtu mwingine kumbafu anasema ati nani aliambia Ruto tunataka manyumba. Akaenda akapeana vifunguu kubwa kubwa hivi ati watu wameingia kwa manyumba. Akaanza kuimba kama sio wewe. Akaimba wimbo yote huyu mtu. Na huyu mtu mjinga ambaye ananiuliza nani alikuambia ati utujengee nyumba, hapo na choo 5 kwa nyumba yake. Si huyo mtu ni kumbavu kabisa. Kama sio wewe. Jericho kulikuwa na watu wa makelele kama hawa. Wale watu wamepatia nyumba zote, kesho yake polisi wanakuja na watoa. Wanawaambia hiyo haikuwa nyumba zenyu, tulikuwa tunapiga tu picha na vifunguu. Bottom up ni hiyo, kutoa mtu pale kwa slum kupeleka kwa ghorofa ya 11. Hiyo ndio bottom up. Kwani iko bottom mingine kuliko kwa nyumba? Si pale ndio bottom. Endelee tusiendelee. Rais, nataka kukupatia habari kama huna habari. Hii chama iko kila pahali ya Kenya. Na ndio itapeleka wewe nyumbani asubuhi na mapema. Hiyo chama ni hatari sana. Wewe wachana na chama yetu. Faruk Kibet yeye hakuenda shule. Sasa mimi niko ndani ya serikali na sirudi. Mimi sijui kitu inaitwa broad base. Sijui. Utafute nchi yako nyingine uende uishi. Kwa hivyo 2027 Ruto arudi nyuma ya baba. Ati chama gani? Nilitaka Sifuna asikie ndiye ajue mapi ya Kenya. Unajua huyu Sifuna anaongea mambo mingi na ajui hata Kenya inakaje. Hiyo ni mambo kidogo. Tutasukumana nao mbio. Tutapelekana mbio kama gari ya miraa. Atakimbiza nyinyi kama basikeli ya kuibiwa. Sisi hatutaki nyenyenye. Ukileta nyenyenye, fimbo. Fimbo ina
walikuwa wanataka kutuingiza. Shetani ashindwe. Anapiga kelele, sauti yake hata sisikii. Sijui kama mwanamke naongea au mwanaume. Mimi nakaa kama mtu anaweza kosa base mimi. Kiniangalia vizuri. Lakini tunataka uongee na sauti nzito, sio sauti kama ile haipo. Nani akose base? Tukuletee changaya wa Kisii hapa, ipanue moyo kabisa, uongee na sauti nzito. Najua tulikuwa kule Dadabasha. Pia tukakuwa kule Kenya. Tumekuwa kule Isiru Town. Leo tuko hapa. Before you start introducing me to how you look like you don't have a base, how you don't na wanielewi vizuri, watanielewa. And I'm telling you, hawatawezana na sisi. Harambee! Wewe Ruto, hakuna mtu atapata kura ati kwa sababu alikuwa na matusi mingi. Lazima wewe ukuwe one term. Kwani wewe ni Mungu? Kama mheshimiwa William Ruto anataka tamu ya pili, mambo ni mbili. Either arudi shule akasome, huko ndiye atapata tamu ya pili, ama muweke jera amalizie tamu ya pili hapo ndani. Wanagawanya watu. Kwenda mkutano yake ni ngiri mbili. Kumsikiza. Kupiga makofi ni 1000. Kucheka ni 500. Hiyo biashara yao ilizama. Na mimi nataka niwaambie watazama na kuzama na kuzama. Nisizame Yesu uniokoe. Watazama na kuzama na kuzama kwa sababu Kenya haina nafasi ya wafisadi, watu ambao hawajui kufanya kazi na watu wa kugawanya watu kwa mambo ya ukabila. Akinisikia halali. Am I a madman? Hii jamani na msukuma? Ni msukume? Ni msukume? Ni msukume? Tuende mos. Tuende pole. Hii dunia ni ya Mungu. Alafu wakati wa kampeni tunyoroshane. Kindiki does not scare anyone. He doesn't scare anyone because he knows. Na I'm telling you, kuna mtu atashikwa na kigugumizi. Mera come baby come. Hata Oscar Sudi rafiki yake. Sababu kuna wengine pale kama Oscar Sudi hawaelewi Kiingereza sana. Mumaisikia mahali nilisema nilienda shule. Let me teach you some English bwana Oscar Sudi. Acha na Oscar Sudi, mtu hajaenda shule mimi hapa. Nitanyorosha hao watu. Ruto must. Iko wengine nasikia wakisema ati Ruto must go. Go where? Kazi yako ni kuuza hii jamii yetu kwa William Ruto. Na kama kuna mtu amepigwa juu ya kusupport serikali ni mimi Karinda. Tukifukuza Ruto tufukuze wasaliti. Tutaonana mundu kwa mundu. Mera come baby come. Kazi mo baby, kazi mo easy, kazi. Mwanaume kamili, mwanaume tosha, baby, kazi mo joy. Mimi ndio bibi ya tajiri. Shut up. Mama we. Mimi ndio dawa, shake well before you. Onda woge. Mnani confused. Mimi ndio nafanya mna pay your dues. Jinga nyinyi. Shut up. Mimi ndio nafanya mna feature your boo. Unasikia wapi? Nikifika I pay for the booze. Chance son. Mimi ndio bibi ya tajiri. Hakuna. Ama mimi ndio tajiri. Ashindwe. Hii pesa ina siri. Mikono juu mnakiri. Mimi ndio bibi ya tajiri. Wewe wacha wewe. Shut up you. Ama mimi ndio tajiri. Bibi ya tajiri. Bibi ya tajiri za matakataka. Na alikuuliza kawe ni bibi ya tajiri. Na kuja kutuimbia hapa. Kawe ziimba endo uze uji bana. Si kila mtu anakuanga na talent ya kuimba. Eri hata tusikize saa Amanda bana. Tunaweza sikiza eri Amanda sasa. Ama eri Zuchu. Hizo ni unatuimbia hapo. Hadi ukae Mkenya. Wewe sawe ni MTZ bana. Tumekudisona after all. Kwenda huko. Endo uze uji bana. Diana ameimba ngoma moja kali tena safi. Mimi nimeona ngoma ni tamu. But Diana kitu nimefanya hujafanya vizuri. Where you are stupid. Diana ameimba ngoma na akaimba ngoma yake tu fiti. Mimi niko naocha ngoma kidogo nasikia ameshika picha ya Pididi akararua. Sasa picha ya Bibi ya Pididi imekosa nini?
Mimi mura tu ngoma akasema wewe ndio utakam to be artist the number 1. Akasema oh, ameshika picha Diamond rada tena. Daga zero na anachana hiyo picha Diamond bibi apidi. Nasikia Diana ameenda katoa ngoma. She's now a rapper, a rapper. Are you ready? Na kondom za mitumba. Well, that's nonsense. Thank you Diana for giving us a song. Diana B on this ameweza kurelease ngoma mpya yenye inaitwa Bibi ya Tajiri, na tumeweza kuona wamekuwa wakicloud chase na bwanake kuhusu hiyo story yote for a while since ile time ya Harambee Stars na 1 million yenye hawakuweza kudeliver. And one thing yenye watu wameweza kumkujia nayo ni kusample ngoma ya Isa mwenye ni mwenda zake, and watu wanasema Bibi ya Tajiri ungefanya hiyo video peke yake na utumie tu kama audio bahati asikize peke yake. And personally I think the video like in a story is on a lot of adverts. It's a good video, and one thing tumeweza kuona akirarua karatasi ya Simba mwenyewe ama Diamond, na pia ameweza kurarua karatasi ya OG mwenye ni Khaligraph Jones, na Khaligraph Jones akaweza kureact akasema ako confused what is Diana doing at this point. And pia fans wake wako also disappointed kwa hiyo video wameweza kucomment, and one person mwenye ameweza kucomment, one of the hilarious reaction imekuwa ya Suzy mwenye amesema Diana uko free lini nikuue. Another person amesema sasa tutaambia nini watizedi. It's after the ongoing fight between Kenya and Tanzania, na pia watu wengine wameweza kukama out na kucompare wimbo ya Bibi ya Tajiri na Amanda Zuchu, and watu wengine wakasema like they are free hata kusaidia Zuchu kutafuta Amanda instead ya kusikiza hii wimbo ya Diana wetu. One fan mwenye tumeweza kumjua juzi, that is Patelo Wadi, ameweza kutokelezea na pia kuambia Diana unaimba takataka ama unaimba bullshit. Diana Bia ni fala ni fala za naimba blood fucking very best rapper ujinga. Mimi ndi mama yao Khaligraph John, si marapa. Khaligraph John wajikura, Khaligraph John huyu si Dangote anajiita Chimde. Mimi ndio Chimde, mimi ndio Bibi ya Tajiri. Okay, mimi siko fan wa hizo manyimbo, but let me tell you Maina, kierere kikanipeleka YouTube nikaenda kusikiza wimbo wa Diana Marwa. Though sijaelewa anything because me I'm not fan of hizo manyimbo. Mimi nakuanga tu fan wa song mbili tu hapo. Tell me, Diana Marwa yani all rapper ukamwa tu kuona tu Khaligraph Jones na uzuri wa Diana Marwa hajataja Luya Land, Luya Nation, hajaenda kwa BN. Hiyo tu. Kama hujasikiza hiyo wimbo ya Diana Marwa, you have long way to go. But anyway, Bibi ya Tajiri na 1 million mlishindwa kulipa. Who does that? Tajiri akwambia bwana yake tajiri akwambia bwana ya tajiri before bwana tajiri atoke kwa tajiri. That let me talk to you. Know how you feel. Songa karibu. Bado tunapanda wanataka kutashukisha lakini anyway, tomorrow ninajibu wale wase wote wanakuanga na chuki, wivu, yani they just look at something from a point of jealousy, whether it is someone who is winning somewhere, relatives. Hiyo ni unapata watoto wako wanasoma lakini relatives wanasikilia tu wivu, ama umepata bwana lakini watu wengine wanasikilia wivu, umepata bibi, umepata mtoto, umepata kazi, umefanya nini. So hao wote kuliko hata including wale wangu pia, wale pia kila kitu nafanya Obina hivi, Obina kazi yake ni kucheka tu. Kwani mnaigojea tajiri? Sasa tarehe beat na mimi niko na gari mpya. Wewe dunia usiiche, ngoja nipeleke hii gari. Na niko na crusade Kisumu naenda tarehe 5. Kwa hivyo dunia itakuwa imeisha.
Ma bishop, ma prophet. Heri mimi nitoka jela. Nikichanganyikiwa mtasema ni ujela ime. Hiyo ni kali hiyo. Hiyo. Wewe mtu kama wewe sasa, angalia vile ulivyo. Umejibuta hivyo na umenyoa. Umenyoa kwa nini sasa? Ni vile nilisukuma na maisha mpaka nikapindi ninyoe. Ikabidi unyoe na hizi zote umevaa zote. Kusimama wewe. Sasa huyu hajasukumwa na maisha. Angalia ya huyu. Amesukumwa na maisha na ikae hapo. Mungu amuone tu. Ama ebu songa. Ai wewe umesukumwa kabisa. Au umetoka wapi? Naivasha. Wacha nikupe at least uchanue utengeneze. Shika hizi 2 3 2 3 4. Chukua yote. Na biguni matajiri hamtaingia, na mkiingia tu mtanikuta kwa mlango. Hii kiburi mko nacho hii mtawacha, hamtaingia. Kwa hivyo wale mnaona kama hamna kitu, relax. Thank God for the little you have. Nilisema watu wasiingie hapa na trouser. Sijui kama ushers mmeangalia. Don't enter here. I'm tired of these murders and death. Kama unakuja hapa ujue unakuja kuabudu Mungu, si kufanya umalaya. Tajalisha tena, jina lako la mwisho ni nani? Ulizaliwa wapi? Ulioa nani? Ulisomea wapi? Baba yako alikuwa na bibi wangapi? Hiyo yote haitajalisha. Ni wakati wa mahasla na masafara kuandikisha historia katika taifa lao la Kenya. Mko tayari? Hebu acha nione kwa mkono. Unasema tuanzie hapa bottom. Hapa kwa mama mboga, bottom hapa kwa boda boda, bottom hapa kwa mtu ya maziwa, alafu tuende up, bottom, bottom, bottom. Sema na nguvu bana, unajua wale tunashindana nao ni watu ya kiburi. So Mr. President, wacha nikusaidie kujibu. Mr. President, wacha nikusaidie kujibu. Wacha nikusaidie kujibu. Hata niongee. Hiyo maneno yote umesema, ile siku utakuwa rais. Wewe fanya vile unataka. But no, Mr. President. Wacha mimi nifanye vile najua. Rais au jibu. Wacha nikusaidie kujibu. 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 Sasa wewe Rao. Sasa si unajua nafaa kuongelesha watu wako. Sasa salamu kwa hiyo yenyu ni aje? Ukitaka kusema salamu, nasema Nango Uru. Yes. Sasa hiyo ni salamu. Hiyo ni salamu. Sasa nikitaka kusema 10 bila break. Sasa hiyo unasema Chiet Guok. Wataelewa. Sasa nikisema Chiet Guok wataelewa. Iko sawa. 10 bila break. Aya sawa. Chiet Guok. Sio ni sawa. Si hata mimi nilikuwa mtu ya baba. Ama kwani mtu ya baba ya saa hii na mtu ya baba ya zamani ni the same? Ama namna gani? Na mimi nauliza nyinyi, ndio Raila aitwe prime minister leo, nani alichangia hiyo kazi? Si ni mimi? Mimi niwaulize tena, siku ile sisi wote tulikuwa tunasaidia Kwambo, si tulikuwa tunatafuta kiti ya rais sisi wote? Sasa mimi nauliza nyinyi, kwa hii uchaguzi ilikuwa imepita, watu wa kushindana kwa hiyo kiti walikuwa wangapi? Si ni mimi na Kwambo? Tulipata hatukupata? Sasa shida iko wapi? Sisi tulikuwa tunatafuta kiti ya rais na tumepata. Sasa tuungane tupeleke Kenya yetu mbele, si ndio? Ile tu deni bado mimi niko naye na nitauliza Agwambo. Unajua mimi nimepigia kura Agwambo, na Agwambo hajawahi kunipigia kura. Sasa namngojea 2027, kwa sababu sasa kama yeye is not running, si mimi nitashindana na Kalonzo. Huyu Kalonzo kweli mkiona na
Kwanza mtungi, wacha gas ile tunapunguza kati ya shilingi 300 na 500 ni mtungi yenyewe, ndio sasa uongeze gas. Umemwambia Steven ya kwamba kulia, kushoto, mbele na nyuma lazima usimame rais. Hiyo si mbaya, lakini unajua hata mimi niliambiwa hivyo. Na wengine ambao wananisupport, lakini mwisho nikakuja nikapima, nikaona wenye kusimama ni wengi, lakini wenye kushinda ni tofauti. Kusimama ni sawa, si namna hiyo? Kwa hivyo msipatie Kalonzo masharti ati lazima usimame. Mwambie Kalonzo, wewe enda panga na wenzako, mpangane namna hiyo, alafu tuone. Wewe unajuaje? Pengine bahati inaweza unajuaje? Mimi nataka niwaambie hivi, ndugu zangu watu wa Kenya, maneno ya siasa ya 2027 mambo yake bado. Wangoje, maneno ni mbichi, bado mambo. Ama namna gani? Tunaelewana? Kwa sababu tumepatiwa kazi na wananchi. Ile kazi ambayo mimi napanga, maneno ya elimu ya watoto wetu, maneno ya kilimo ya wakulima, maneno ya matibabu, kuunganisha stima, kusukuma barabara, na mimi nitakuwa na scorecard yangu 2027. Mimi na challenge wale wengine watafute scorecard yao. Wazimangamange hapa watakuja kukwama. Ama namna gani? Tuko pamoja? Tunaelewana? Sijui kama unafikiri unaweza kuja kuuzia hawa watu wananchi fitina. Ati ilienda ikarudi ikaenda kondo. Wananchi wamechanuka nani? Wanajua what they want. Sijui kama tunaelewana. Mimi niulize nyinyi watu wa hapa Moi's Bridge. Mambo ya stima inasonga mbele ama isongi mbele? Mambo ya kilimo inasonga mbele ama isongi mbele? Walimu tumewaajiri hatujawaajiri? Bei ya mbolea tumepunguza hatujapunguza? Mambo ya universal health coverage inasonga ama isongi? Maneno ile tuliweka ya mambo ya housing inasonga ama isongi? Maneno ya market inasonga ama isongi? Nyinyi wengine mjipange yenu, mtakuja kusema ni gani. Bwana Yesu asifiwe. Watu ya Bungoma, Bwana Yesu asifiwe. Mimi nataka kusema ya kwamba, na unaona ya kwamba vile tulisema ndio vile tumefanya. Si mnaona hii maneno? Nilisema ya kwamba nikiwa pale mbele nitaangalia nyuma. Si mnaona nakumia kwa hapa? Si nilisema nitamleta na sasa mmepata. Alafu nikaona sasa, unajua huyu mjamaa naye alikaa sana huko bunge, akakuja hapa akajitetea akawahi. Sasa nikasema wacha niangalie baba wa Roma. Si baba wa Roma sasa pia naye tumemleta huko. Si mambo yuko sawa sawa? Ama nyinyi mko na maneno gani watu wa Bungoma? Hivyo mimi nataka kusema ya kwamba tushikane pamoja, tusonge mbele. Uwe ni mtu wa Kenya kwanza, uwe ni mtu wa Azimio, uwe ni mtu wa Wajakoya, mtu ya bangi, nyoka, pamoja na makengele ya fisi, si tusonge mbele, tujenge Kenya, my friend. Na sasa tumeanzisha funds ya watu ile bottom up. Tulianza jana *254 hash. Na sasa hiyo your excellency ya watu wako na pesa kwa simu sasa hii. Umeweka pesa ama namna gani my friend? Si pesa iko sasa. Sasa hiyo iko sawa sawa, na mimi nataka kusema wamama ya biashara, wamama ya kufanya biashara, wale mlikuwa mnausia mboga chini pamoja na nyanya, sasa si mnaweza weka kwa hilo barotenge mbele my friend ama namna gani?